Bana, tunaenda dukani kwa mwanetu. Ndugu yetu anaitwa Mzize, amejipapatua, amepambana, ameweza kufungua duka. Hebu twende tuone aliyomo ndani. Fresh lakini? Fresh ni unyama? Unyama kali. Uko vizuri? Alhamdulillah. Wewe ni wa mitaa ya Sinza ni? Hapana, mimi kwetu Kinondoni. Kinondoni? Kinondoni kuna watu fulani hivi wa aina fulani hivi na sifa fulani hivi. Ulishai kusikia hizo? Hapana. Labda uniambie wewe hizo sifa. Tuko na jamaa. Mambo vipi? Kama kaa? Uko poa? Bana, niko na ndugu yangu hapa. Tunazunguka kidogo, tunapiga story, lakini tukaona tupite hapa kidogo tuangalie pia yaliyomo yamo. Haina noma. Tuko vizuri lakini? Kabisa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Moa. Moa. Yeah. Oh yeah. So, niko na my brother. Yeye bana ni moja kati ya wachezaji wakubwa sana Tanzania, lakini pia ni moja kati ya wale vijana ambao wanasemaga Wonder Kid. Ni vijana fulani watakuja kufanya vitu vikubwa sana. Mmoja hapo ni yeye. Kwa heshima tu unaweza kujitambulisha wajue. Kwa jina naitwa Mbaraka Yusuf Abedi. Ni mchezaji wa mpira wa miguu. Oh yeah. Uko fresh lakini? Namshukuru Mungu nipo poa kabisa. Unaweza wakati tunaongea ukaendelea kuangalia kitu ambacho unakipenda nini kutoka kwa ndugu yetu bwana Mzize, kajitafuta kajipata, au sio? Kweli kabisa. Mpira ile tunafahamu kwamba ile wachezaji wanakuwa na AKA. AKA yako wewe ni ipi? Mimi AKA yangu wananiita Bobani. Kwa jinsi walivyokuwa wananiona anacheza, wakanifananisha na Bobani yule ambaye alikuwa Simba. Oh yeah. Tunajuaga ile watu wanakuwa na historia kidogo wanapotoka, unapoanza game na nini mpaka kufika sehemu fulani. Najua umepita Azam, najua pia umepita Simba. Najua kwenye bao yako pale sasa hivi umeandika Coastal Union. Wazee wa Tanga. Wazee wa Tanga. Kabla ya kufika Azam, ulianza wapi? Mimi mpira wangu nilianzia Kinondoni, kuna timu moja inaitwa Vijana Muslim. Ndio nilianzia hapo. Baada ya kutoka hapo Simba B wakanihitaji, nikaenda pale, nikafanya nao mazoezi, wakanisajili. Walivyonisajili baada kama miezi kadhaa tu walivyoona uwezo wangu wakanipandisha timu kubwa. Kuna shabiki yako mmoja amemind sana baada ya kusikia kwamba Daboy anaenda kufanya interview na wewe. Akasema kwanza akaunti yake akaweka private wakati yeye ni public figure. Akasema nitakuuliza, unamjibuje? Kuhusu private, mimi maisha yangu ndio hapo hivyo. Sio maisha ya kujionyesha sana kwa watu, hapana. Ni mtu tu wa kawaida. Ndio maana nimeweka private. Yaani upendi kashikashi? Sipendi mambo mengi yani. Wewe tutakuja kusikia sio mwanetu ukatembea na mtu fulani wa Bongo Movie. Hapana. Hawezi kusikia. Kwa hiyo pesa zako wewe mara nyingi unakuwa unapoteza kwenye nini zaidi? Pesa zangu mimi mara nyingi nikiwa pesa labda nitoke tu na mama yangu nimpatie, au nitoke tu na familia yangu basi. Kama mmoja ya wachezaji ambao walipita Azam FC, juzi tuliona kauli ya moja kati ya mabosi wa Azam akisema kwamba anachukizwa na the way ambavyo ligi inaendesha mpira, lakini pia anatamani timu yake aihamishie ipeleke upande wa pili Zanzibar. Hiyo kauli wewe ulipokea positive au negative? Kwa mimi hilo siwezi kulizungumzia. Kwa yeye muono wake kaona hivyo, huwezi kumpangia mtu. Yeye ndio kiongozi wa timu, ana mamlaka kufanya chochote kwenye timu yake. Azam inaonewa? Siwezi kusema inaonewa wala siwezi kusema haionewi. Mpira wetu wa kibongo ndio hivyo. Kuna muda unaweza ukasema unaonewa, kumbe wenyewe wanaona upo sahihi. Nimecheka hapo. Hebu nieleweshe kidogo hapo kwamba mpira wetu wa kibongo. Una maana gani ukisema kwamba mpira wetu wa kibongo? Mpira wetu wa kuna makando kando yako hapo. Mpira wetu wa kibongo mara nyingi sana mtu akifungwa, mistake kidogo ikitokea anakimbilia kwenye kuonewa. Ndio hivyo. Oh yeah. Nani ambaye alikuinspire wewe kucheza mpira? Babangu mzazi. Babako pia alikuwa player? Alikuwa player. Tupitishe kidogo, alikuwa anacheza timu gani? Amna timu tu za kawaida hizi. So ndo nini? Sio hizi za kuonekana. Ndo maana kuna jamaa pia aliniambia bwana, jamaa anacheza sana ndondo bwana Bagamoyo huko.
Haikuharibii hiyo? Kucheza ndondo kuna muda naweza nikasema inakuharibia, kwa sababu muda ambao umetoka kwenye ligi unahitajika kupumzika. Alafu sasa unakuta kama rafiki yako yani, bwana na mechi yangu huku njoo nisaidie. Sasa kumkataa unakuwa unashindwa, inabidi uende tu ukashow ukaonekane, bwana mwanangu kaja huyu, ndo kama hivyo. Lakini mara nyingi sana usipoenda watu wanakuwa nakufikiria vingine tofauti kabisa. Kwa hiyo inabidi tu uende. Inabidi uende tu. Sasa hivi unacheza timu gani? Mara mwisho sasa hivi kabla ligi jaisha ilikuwa ni kwa Transcamp. Yeah. Kwa nini bado kwenye bio yetu kuna Coastal Union? Bado sijabadilisha. Kwa nini? Tabadilisha kwa sababu nilikuwa nina mkataba nao bado. Yaani ulienda kule kwa mkopo? Kuna mambo tu yaliingiliana. Hayo mambo ndo tunataka. Huku tunachagua t-shirt. Hayo mambo ndo tunataka. Ilikuwa mambo tu ya private kidogo, nilikuwa na mkataba lakini wenyewe tu viongozi walisema hawezi kuendelea na mie. Wakasitisha mkataba. Sababu ni nini? Kiwango kilishuka mzee baba? Sasa kuhusu kiwango naweza nikasema hapana, kwa sababu kocha tu mwenyewe alikuwa anitumii. Kocha alikuwa akutumii? Yeah. Hivi inakuwaje hiyo kocha anakuwa akutumii? Mnakuwa mmeshindana kwenye nini? Mara nyingi inakuwa labda kwenye mfumo. Bwana, mfumo wangu huu wewe huwezi kuendana nao. Kuna mtu anaendana nao, ndo anamchagua wewe anacheza. Yeah. Hivi ni kweli kwamba uliwahi kuwa mbadala wa John Bocco? Kwa mimi nilikuwa nasema nilikuwa mbadala wa John Bocco na masteka wote waliokuwepo Tanzania. Hiyo uliipokeaje hiyo, na ilikupa mashavu kiasi gani? Ukipokea sifa kama hizo inabidi upambane kweli kweli, manake sio kazi ndogo. Wachezaji wapo wengi sana, kwa inabidi upambane kweli kweli ili waoneshe kama kweli wewe unafaa kwa mbadala wa mtu. Ilikuongezea nini hiyo zaidi? Iliniongezea ni kupambana, kuongeza juhudi kadri ya uwezo wangu ili niweze kufika mbele zaidi. Unaamini kwenye ushirikina kwenye mpira? Nusu kwa nusu. Nusu kwa nusu maana yake 50-50. Kuna muda naweza kuamini ushirikina upo na kuna muda siamini ushirikina. Kwa nini? Kwa nini hauamini kama? Sababu nimekulia kwenye, naweza nikasema nimekulia kwenye dini kidogo. Yeah. Kile kitendo cha mashabiki wa Simba kwenda kujisaidia kwenye pori kwa klabu ya Yanga, tunaweza kusema kwa namna moja ama nyingine ni ushirikina pia, watu tu waliamua tu kufanya kwa sababu zao? Mimi naamini mtu tu mwenye kaamua. Ni kundi. Ndio wameamua. Wewe huwezi kutoka hapo eti ukaenda kwa mtu ukafanya hivyo. Lazima labda kuwe na sababu zako mwenyewe. Sababu zinahusishwa sana hizi klabu mbili kubwa na masuala ya kishirikina. Hapana. Hiyo sababu hizo labda tu wenyewe. Huyo aloenda kufanya vitendo kama hivyo. Mimi kwa kitu hicho siwezi kuamini kama yeye mwenyewe yani amefanya hivyo kwa ajili ya ushirikina. Labda tu ameona ngoja nifanye hivi kwa ajili ya kuwachafua tu basi. Kitu gani ambacho huwa kinakukwaza sana kwenye namna ligi inaendeshwa? Kitu ambacho sometimes pia kinakukata sana inapokuja swala la kuangalia mpira wa bongo? Kitu ambacho kinanikwaza. Kitu ambacho kinanikwaza kwenye mpira wa bongo. Siwezi kusema vinanikwaza, ila ndo vipo nje ya uwezo wetu. Kama kipi na kipi? Labda hivi ligi bwana, muda fulani inaanza inaisha muda fulani. Kwa mtu unajua kabisa kwa muda huu kidogo utakuwa napata muda mwingi wa kupumzika. Lakini ratiba inakuja inavurugika. Unajikuta unatumia muda mwingi sana kukaa nje ya familia yako. Ndio kichwa ambacho kidogo kinanikwaza.
Oh yeah, wanakuwa wanyooshi ratiba mapema kuiweka wazi kwamba labda kunyoosha ratiba wananyoosha, ila yanaingiliana ratiba za wenzetu kama hivi kombe la dunia lilivyokuwepo. Mambo yanakuwa yanaingiliana. Kwani kombe la dunia si inajulikana kabisa kwamba bana hii baada ya miaka 4 kombe la dunia inaona sema kwamba bana ni sama au ni kipindi fulani. Kwa nini hiyo unique, yani watu washaweka hiyo iko fixed? Kwa nini sisi ipo wazi, lakini sasa ndo ligi yetu, si unajua kuna muda unakuta labda mashindano ya kimataifa haya yanapelekea timu zetu hizi kushiriki, lakini ukishashiriki huku tena huku nakuwa kwenye ligi unachelewa kucheza, unapelekea ligi kusogezwa mbele tena. Ni wakati gani ambao ulikuwa na wakati mgumu sana kwenye maisha yako ya mpira? Kipindi ambacho niliumia goti. Kipindi ambacho nilipitia wakati mgumu sana, nilitamani hata mpira yenyewe niache. Na ulitumia muda gani mpaka kukaa sawa? Takriban mwaka mmoja na miezi kama 8 hivi. Hiyo inafanana kabisa na ya Pacome? Ya Pacome hapana, mimi ni ligament ilikatika. Pole sana. Asante. Na nani ambaye anaweza tukasema kwamba huyu ameplay part kubwa sana kwenye safari yako ya mpira, uchezaji mpaka leo ulipofikia hapa, na unatamani mbele za watu useme kabisa kwamba mtu fulani amecontribute kwenye safari yangu mpaka mimi kufikia hapa kwenye mafanikio? Kwenye safari yangu mamangu mzazi amepambana sana tena sana mpaka sasa hivi nilipofikia. Tukio gani moja kubwa ambalo unalikumbuka mama alipambana mpaka ukasema kwa hapa mama kapambana? Anapambana tu kadri siku ninavyoenda, nikiwa nakata tamaa ananiita, ananiambia mwanangu, na maisha ndio hapo hivyo, kuna kupanda na kushuka, inabidi upambane hivyo hivyo, utarudi tu, utakuwa sawa. Na sababu zipi zinapelekea wewe kukata tamaa? Sababu ni injury tu. Kuna muda ukipata injury kwenye mpira unauchukia hata mpira yenyewe kucheza, yaani unakuwa upo comfortable kabisa, unakuwa unaogopa. Mpaka sasa hivi ni wachezaji gani ambao wapo kwenye kichwa chako? Kiatokea msho saa 8 unasema hawa ndio wachezaji wangu bora kabisa Tanzania kwa sasa? Wachezaji ambao kwenye kichwa changu, usimtaje Mzize kwa sababu tuko kwake ambao nimecheza nao no, pengine hata ambao unawaangalia sasa hivi kwenye timu nyingine ambao upo bora kama wangapi? Nikupangie watano. Ambaye alikuwa bora alikuwa George Kavila, namba 1, ambaye nilicheza naye, alikuwa kapteni wangu Kagera Sugar. Namba 2 namba mbili wa zamani au wa sasa hivi? Hata sasa hivi ambao wanafanya vizuri. Wewe unaangalia sometimes kuna vitu fulani hivi unapenda sana kutoka kwao. Azizi, kuna Chama. Hao ni watu ambao hawana papara, niseme papara, sijui pupa kwenye mpira. Wapolazi wakosee ili wapolazi wakosee, lakini wafanye kitu perfect. Bado wawili nijiweke na mimi mwenyewe. Najikubali sana uwezo wangu. Mwingine Shomari Kapombe. Show me the way. Ni tukio gani ambalo unalikumbuka liliwahi kutokea kwenye harakati zetu hizi za mpira na limeacha kidogo historia kwenye maisha yako? Leo tujue tukio ambalo kwenye wakati
uko sasa uko kwenye mchakato mchezo labda kwenye timu ambalo liliwahi kukutokea? Hiyo ambalo zuri au baya? Yote. Lakini baya, tuanze na baya zaidi ili tushtuke. Baya ambalo limenitokea labda la babangu tu mkubwa. Najiandaa na mechi ya Yanga. Baada ya siku moja hivi napigiwa simu amefariki. Kuna lile la kuumia na kuna lile la kupigiwa simu siku moja kabla ya game ya Yanga. Siku moja kabla ya game ya Yanga. Hiyo game ilikuwaje hiyo? Uzuri niongea tu na viongozi. Waniambia bwana, hamna tena namna hapo, inabidi uende tu kwenye msiba ukazike. Alhamdulillah tumemaliza. Nikarudi pale kwenye timu nikakaa sabu. Baada ya dakika kadhaa tu hivi kama 10-15 hivi za mwisho niliingia. Na zuri Kio zuri ambalo nalifurahia mpaka sasa hivi, labda kumwekea tu mamangu mazingira mazuri. Unamtaja sana mama kwenye historia ya mafanikio yako. Kwa nini baba tumtaji sana? Kwa sababu baba alishafariki. Na ndio mtu ambaye nimebakia naye ni mama yangu tu, labda na mke wangu. Brother, nimemalizana na wewe. Chochote kwa Watanzania? Anything kwa fans, watu ambao wanakufuatilia na kama kuna updates pia chochote kutoka kwako? Napenda tu kuambia waendelee kunisapoti kadri ya uwezo wao, na mimi sitaweza kuwaangusha. Tapambana kadri ya uwezo wangu ili niweze kufanya vizuri na kufika mbele zaidi. Bane, moja kati ya watu ambao leo nimepata bahati ya kukutana naye au kukutana nao hapa kwa Mzize. Duka la moto hili. Au unazungumziaje? Kweli. Hapo vitu vyako vyote viko hapo. Duka lipo vizuri. Vitu vyako vyote vipo hapo. Unajua siku hizi kidogo watu wa mpira wamebadilika, unajua. Na wenyewe wamekuwa wana drip. Wanapendeza nini? Mnapendeza yani. Vaa vizuri. Sio kama zamani. Mimi nilikuwa na mind zamani. Zamani inakwaje? Watu hawapendezi. Kupendeza na kutokupendeza hiyo ni hulka tu. Hapana. Nakwambia. Wewe unaona kina Konde wale kina Mbappe sometime wenyewe na ndio maana nakwambia hiyo ni hulka tu ya mtu. Sio unaona kama Alikiba labda mchukulie mfano Alikiba, vitu vyake anavyofanya. Simple tu yani. Lakini sasa kuna mchezaji hawezi kuvaa kama Alikiba. Anavaaje sasa? Kawaida. Si ndio maana yeye mwenyewe alivyojiweka hivyo. Sasa sio vizuri kwa sababu unajua nyinyi ni public figures, mnaonekana. Kuna mtu anatamani anavyokuona uwanjani anataka kufuatilia hivyo hivyo pia na nje ya uwanja. Sio, umeelewa? Anatamani akuone umependeza, siku umefanya hivi. Mbona kama hivi tunaona Mzize amefungua duka. Tunatamani siku moja yani kuna watu pia na wenyewe wao hata mabalozi, sio, umeelewa? Tunatamani siku tuwe na fashion show moja kubwa ambayo ndani yake tunakuwa na wachezaji wetu wako pale ndani. Mnapita pale mzee mmependeza na nini. Yaani vitu fulani vya kinyamwezi, unajua? Sasa ndio wanga kwambia hiyo ni kupendeza, yani hiyo ni labda tu hulka ya mtu. Yani hiyo ni hulka tu ya mtu. Mimi napendaga, yani natamani kuona wachezaji wetu wa kibongo. Ila nashukuru sasa hivi kidogo alhamdulillah. Watu wanaonekana kidogo wanavaa vizuri. Mchezaji gani anakuvutia sana kwenye kuvaa? Kwenye kuvaa? Anapendeza, yani huyu anapendeza. Wengi sana wanavaa vizuri. Mtaje mmoja. Wengi, siwezi sasa kumtaja mmoja, wapo wengi wanaovaa. So wengi. Wengi sana kwa sasa hivi. Wengi sana. Mmoja tu. Simon Msuva. Msuva kweli. Msuva sasa mpira wake umeona? Ana mpira mmoja matata sana. Kweli. Alafu yule anatakiwa apendeze kwa sababu yule unajua ni dancer. Yule alishakuwa kwenye entertainment industry. Kwa hiyo ameishi maisha huko anajua. Kwa hiyo yule kupendeza ni kitambo sana. Umeelewa? Yes, huyo. Lakini mimi natamani kuona wachezaji wakiwa wanapendeza, wanavaa vizuri na vitu kama hivi. Tunaona kwa mwenetu Mzize
nafikiri anajaribu kuonesha pia namna gani ambavyo watu wanatakiwa wawe. Unaona hapo kuna viatu vikali, t-shirt ni makali, makofia, mavitu. Oya bana, Dan Diddy, mimi nimemalizana na ndugu yangu, lakini mashavu mengi kwa wewe ambao unaendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Napatikana Daboy Official kwenye Instagram, lakini YouTube pia ni Daboy Official. Kwa hiyo subscribe, share na wana. Mimi kazi yangu ni kupiga misele. Unajua Daboy maana yake ni Dar es Salaam boy. Kwa hiyo nitazunguka kila sehemu, mtu ambaye nitakutana naye mimi nitapiga naye story. Kwa hiyo shout sana kwa wewe kwa kuendelea ku keep it real, kubaki na sisi. Subscribe, share, like, comment. Inakuwa fresh, au sio bana?